Na hii ni habari kwa fupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Mkuu wa wilaya Kilombero, wakili Danstan Kioba, ameeleza mpango wa kuifanya wilaya hiyo kuwa eneo la mfano kitaifa katika kuendeleza vipaji pamoja na uwezo binafsi wa watoto na vijana. Amebainisha hayo alipokuwa mgeni rasmi kwenye kufunga kambi ya wiki moja ya usiku wa vipaji iliyowakutanisha watoto na vijana kutoka vituo vya huduma ya mtoto na kijana vilivyosimamiwa na Umoja wa Makanisa wa Cluster ya Ifakara kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la Compassion. Amesema kuwa kupitia halmashauri zake mbili za Mlimba na halmashauri ya mji Ifakara watasimamia utekelezaji wa mipango thabiti ya kuimarisha stadi za maisha kuendana na maboresho ya kwenye mitaala ya kufundishia. Halmashauri ya wilaya Geita inajivunia kukusanya mapato yanayofikia zaidi ya shilingi bilioni 10 hadi kufikia Juni 2025, ambapo inatafsiriwa sawa na kuvuka lengo katika ukusanyaji wa mapato katika halmashauri hiyo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, Karia Rajabu Magaro, wakati wa kikao cha kuvunja baraza la madiwani, ambapo amesema kuwa mapato hayo ni sawa na 120.62. Magaro ameongeza kuwa mapato hayo yanatokana na ushirikiano aliopata kutoka kwa madiwani na watendaji wengine katika halmashauri hiyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita Chazi Kazungu amesema kuwa baraza kuvunjwa isiwe mwisho wa watendaji wa halmashauri kujituma na kuendeleza juhudi zilizoachwa na madiwani waliokamilisha kazi yao mnamo Juni 20 mwaka huu. Kimataifa, mamia ya watu wameandamana mjini The Hague, Uholanzi, kupinga azma ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO ya kutaka kuongeza matumizi yao ya ulinzi, ikiwa ni siku moja kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo. Juni 22, 2025, wanachama wa NATO walikubaliana kuongeza matumizi yao ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa. Uhispania ilijaribu kuzuia hatua hiyo, lakini kulifikia makubaliano ya kutoihusisha, na hatua hiyo inayotarajiwa kupitishwa katika mkutano wa Juni 24. Ikiwa hatua hiyo itapitishwa, mataifa yote wanachama wa NATO isipokuwa Uhispania yanatakiwa kufikia lengo hilo ifikapo 2035. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameitaka China kuizuia Irani kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi ya meli duniani. Rubio ametoa kauli hiyo baada ya televisheni ya taifa ya Iran Press TV kuripoti kuwa bunge limeidhinisha mpango wa kufunga mlango wa bahari huo, lakini likaongeza kuwa uamuzi wa mwisho ni wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa. Usumbufu wote wa usambazaji wa mafuta unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi, huku China ikiwa ndio mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Irani duniani na ina uhusiano wa karibu na Tehran. Bei ya mafuta ilipanda kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani, huku bei ya mafuta ghafi ikiwa kiwango chake cha juu zaidi katika muda wa miezi 5. Na huu ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.